namna ya pili ya deliverance sasa ndio deliverance kwa njia ya maombi. Hapa sasa ndio utakuja kuona deliverance hii inakuwaje. Deliverance hii kwa njia ya maombi ni deliverance ambayo unaombewa kukemewa roho iliyoko ndani. Kwa sababu kwa nini njia ya deliverance kwa maombi ipo? Njia ya kwanza ni neno la uzima, lakini kuna kinachoweza kumuingia mtu kikamfanya asisikilize hilo neno, kwamba ili mtu afunguliwe anatakiwa kulisikia neno la uzima. Sasa kuna roho imemuingia mtu huyu, hawezi kulisikia hilo neno. Kwa nini? Kwa sababu ile roho inampeleka mbali. Ndio maana hata hapa kuna mtu anatufuatilia, lakini stili bado ana chat TikTok, ana chat Instagram, ana chat WhatsApp. Kwa hiyo anaingia kwenye chati, akimaliza anarudi kwenye kipindi, anasubiri maombi mwisho. Lakini pia kuna mwingine yuko hapa, anaweza kuwa anatufuatilia vizuri sana kwenye neno la uzima, lakini kuna roho iko ndani yake. Kwa kadri tunavyolifundisha neno, roho inamkeleketa, anajisikia tu aache kipindi, anajisikia tu asisikilize kipindi, aondoke akaangalie mpira, akaangalie fainali na vitu vingine. Lakini ni kwa sababu ndani yake kuna roho inayomfanya asisikilize. Sasa ili asikilize neno, ndio deliverance namba 2 inaingia hapo, kumwombea, kuikemea hiyo roho itoke, ili abaki yeye kama yeye, tumfundishe neno. Lakini once ukiwa delivered kwa njia ya maombi, alafu ukaachwa fundishwa neno, mapepo watarudi tena. Ndio maana tuna makanisa mengi, siwezi kuyataja kwa majina. Kuna watu wamekuwa ni wateja wa kuombewa kila siku. Anaombewa Jumatatu, anaombewa Jumanne, anaombewa Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Aposto akiwaita watu mbele na mwinji akiwaita watu mbele kuombewa, anaanguka yeye, mpaka wamemzoea. Kwa hiyo pale kanisa anaonekana yeye ndo ana mapepo fulu mkoko. Sio kwamba afunguliwi, anafunguliwa kwa njia ya maombi, lakini afundishwi neno ipasavyo. Ndio maana makanisa mengi ambayo yamesenta sana kwenye maombi peke yake, yamesenta sana kwenye miujiza, washarika wake wako hoi kwenye neno, ni watupu, alafu wanaishia kuwa wateja wa huduma ile, wanakuwa wateja wa mtumishi huyo. Huwezi kumpeleka popote. Ndio huyo ataambiwa njoni saa 10 usiku kwa ajili ya maombi ya deliverance ya meno. Ndio huyo ataambiwa tunafunga siku 50, atakuja. Ndio huyo ataambiwa jamani tunafunga siku 200, atafunga. Kwa nini? Sio kwa sababu anataka, kwa sababu ameshakuwa mteja tayari. Neno la kuwa mteja ni tafasiri ya kimwili kabisa. Unawafahamu wewe wanaovuta madawa ya kulevya, wale mateja. Neno mateja limetokea na neno mteja, ni mteja wa product ile. Ukishakuwa mteja uchomoki, bidhaa itakuja kila siku, ni routine. Ni kama tulivyo leo wananchi, sisi ni wateja wa maji ya kunywa ya Kilimanjaro, ni wateja wa maji ya hili, tunakunywa kila siku. Kwa nini? Kwa sababu tayari we used it too. Kwa hiyo unaweza kuwa mteja wa soda fulani, unaweza kuwa mteja wa maji fulani, unaweza kuwa mteja wa product fulani. Kwa hiyo hata wao ni wateja wa kanisa hilo. Ni maombi, neno linafundishwa kidogo, lakini mambo ya miujiza ni masaa mawili. Kwa hiyo mtu huyu atakuwa mkavu sana rohoni, hana maarifa. Na ndio maana anayekufanyia deliverance kwa kukufundisha ana afadhali sana kuliko anayekufanyia deliverance kwa maombi. Narudia tena, wajua sijakosea. Deliverance kwa njia ya neno la uzima is much better compared to deliverance kwa njia ya maombi.